Mwenyezi Mungu alipatia Ruto nafasi ya miaka 5 ili ikuwe funzo kwetu, kwamba mkicheza na nafasi Mwenyezi Mungu amewapatia mtatwangwa kiboko. Kiboko mmekula mjakula. Umesikia uchungu ama utamu? Sasa sisi tumesema 2027 panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, sisi tutatekeleza vile katiba inasema kwamba baada ya miaka 5 Wakenya wanaenda kuchagua uchaguzi. Tumepiga hesabu, tumeangalia record ya president, mambo sio mazuri, tunataka aende apumzike. Si ndio? Na tutamshinda na kura mingi sana. Yeye anasemanga sisi ni wajinga, hadi watu wa upinzani hakuna akili. Si ndio? Sisi tuko na akili moja tu, na akili yetu ni ya kuondoa yeye. Na tukishaondoa yeye, tutajua matatizo ya Kenya yatakuwa nini. Tutaanza na kutoa executive order ya kuondoa hii mambo ya ushuru yote, housing levy, ukora yote tunatoa. Mambo ya SHA tunatoa. Mambo ya CBC watu yetu. CBC tunatoa, si ndio? Maana CBC hadi mtoto akipata hii hadi amepita. Sasa mnajua hii maneno? Yuko mama mwingine kule Machewa karibu auwe mtoto alipata hii. Kapiga mtoto akamwambia hapana, amepita hajaanguka. Ile elimu ya bure ambayo Kibaki alileta ya primary ilienda. Ile ya secondary school ya day school ya Uhuru imeenda. Capitation kwa mashule hakuna. Shule hazipati pesa. Wamepunguza pesa lakini haikuji. Wakati magavana tumesema tupeane basari zote ya kulisha watoto chakula, wamesema hiyo kazi yetu, wametukataza. Yangu hamtapata tena. Ruto amekataa. Adio ni kazi ya national government. National government namleti pesa. Mambo ya usalama imezoroteka, si ndio? Ukienda kule Kerio Valley, mimi nilikuwa county commissioner huko. Saa hizi watu wanalala tena nje. Watu wanatembea na mabunduki usiku na mchana, wanaua watu. Vijana wetu wadogo wanauawa, hadi wameenda kuandamana wanauawa kwa barabara huko. Hadi wanaambiwa hadi wapigwe risasi kwa mguu. Kwani risasi ya mguu haiui? Risasi ni moto, sio mawe. Inakuchoma unakufa. Kwa hayo mambo yote ambayo serikali imeshindwa kufanya, ama imefanya kwa njia mbaya, na wewe ni mkazi hapa Trans Nzoia ama Mkenya, umeona ile matatizo ambayo tuko nayo.